Hi people, mnaendeleaje? Tunaendelea na safari yetu ya kuelewa WIBA, that is Work Injury Benefit Act 2007, and leo tumefika kwa section 4. At any point, nani amekuandika wewe? Umeandikwa kupitia kwa agency ama umeandikwa directly na hiyo kampuni yenye unafanyia kazi? Okay? Sometimes ushaisikia kwamba manager anaambia watu wengine kwamba mimi si mwajiri wako wa kweli, like uliletwa na agency. So ukiumia wanakwambia enda ulize agency. Ama like enda wakufidie wewe wao, like wao ndio wakupatie compensation. Ama saa zingine wanakuambia hatuwezi kukulipa kwa sababu mwajiri wako ama tajiri wako aliaga dunia. So kampuni haiwezi kushughulikia cause walienda. Okay? I will say these are tricks. Kizamani hivyo ndivyo watu walikuwa wananyamazishwa ama wananyimwa haki zao wakitumia hizi maneno here and there. But leo tuko kwenye section 4 ya WIBA ambayo sehemu inayotufungulia milango ya kuelewa vile mwajiri hawezi kutoroka ama kunyime haki yako. But before then, wacha tuelewe ni nani mwajiri haswa, like ni nani employer. Tunajua employer ni nani. I would say employer ni mtu mwenye ambaye amekuajiri na unapata malipo kutoka kwa huyo mtu. Yeye ndiye anakulipa kwa after umefanya kazi fulani. End month, can be daily, can be weekly, can be monthly. Vile tu ama ni piecework, vile nyinyi mmeagree. Bora wewe ni mfanyikazi, unalipwa. So huyo mwenye anakulipa, huyo ndio tajiri wako. Right? For example, tuseme umeumia, kisha tajiri wako akakufa, maybe within hata kabla upone. Haimaanishi because amekufa, haki yako pia nayo imekufa. Hapana. Sheria inasema wale wanaosimamia hiyo kampuni at that moment, like those administrators or executors, hao ndio wako wajiri wako. Si lazima ati the founder yeye amekufa sasa tubaki. Kampuni haijakufa, haki yako haijakufa, kampuni inaendelea. So wao kisheria wao ndio waajiri wako, hao ndio employers wako. So lazima wakulipe fidia zako kutoka kwa ile mali ya marehemu walioacha ama through their insurance, bima yao. Okay? Maybe I ask you something. Do you know that kuna uwezekano kuwa mwajiriwa like wewe mwenye employee, sasa tunawazungumza na wewe. Unajua like umeandikwa na nani? That's the question. Nani amekuwa employ hiyo kazi unafanya? Are you employed directly ama umekodishwa? Wewe umekodishwa kutoka kwa kampuni nyingine au wenye wanaitwa agency. If you are, then sikiza kwa makini. Kama hujaandikwa directly na hiyo kampuni, umepitia mtu mwingine, then sikiza kwa makini. Section 4, subsection 2 ya WIBA inasema ukikodishwa uende kumfanyia kazi mtu mwingine, okay, na umie ukiwa huko, yule aliyekuajiri kwanza, now the agency, that is your primary employer, hawezi kukukana. Wao ndio employers wako kwa ndio wanakulipanga. Wako chini ya sheria like wao ndio employer. So ukiumia, hata ukiumia bali walikukodisha, right? Swahili word. Hao ndio wanafaa kucompensate. So hakuna vile agency anaweza kuruka sema hapana, wewe sio wetu. So kuna ujanja wa agency, yani wenye hulent watu saa zingine ama kuhaya watu out, wanakuwa na ujanja kwamba ukiumia wanakuambia wewe enda kwa huyo pali umeumia, huyo ndio anafaa kukucompensate. Hapana. Kama umeajiriwa tuseme for example na staffing agency, kisha wakakupeleka kufanya kazi for example kwa supermarket fulani hapo. Sheria inasema mwajiri wako wa kisheria ni ile ama wale agency iliyokuajiri mara ya kwanza. Hata ukiumia ukiwa ndani ya supermarket, agency hawawezi kusema si. Wao ndio wanabeba mzigo wa fidia yako, the compensation. So wanafaa kukufidia na bima yao, si ya supermarket. Alright? Makanisa,
vilabu, the clubs, the NGOs, clubs and associations, that's what I mean by vilabu. Ukifanyia kazi kikundi cha kijamii au klabu, mwajiri wako ni wale wadhamini, like trustees. Hawawezi kusema sisi ni watu wa kujitolea, like volunteers. Kisheria wao ndio mabosi wako na hao ndio wanafaa kukufidia in case umie. Nakumbuka manager ni sawa na boss, like those managers or agent. Hao ndio ni boss wako. Ukitoa taarifa ya ajali kwa manager wako au supervisor wako, kisheria ni kama kumwambia tajiri wako, cause wao ndo mkono wa tajiri ama wao ndo macho ya tajiri. So ukiambia manager ama supervisor ni kama umeambia director ama CEO. Boss hawezi kuja kusema baadaye ama CEO aseme mimi kibinafsi sikupata ripoti kutoka kwako. Cause unafaa kuelewa manager ni mkono wako wa mwajiri, like wewe tajiri, wewe boss. So huwezi kuja baadaye useme hapana, mimi hakuniambia personally, na hata labda wewe kama CEO hata ukuangi. So huyu mwenye ako hapo ndo tunatumia kama boss wako. Ukimwambia CEO automatically amejua. So tuseme kwa mfano kuna msichana anaitwa Sandra. Amepewa kazi na ABC agency. Kisha akatumwa kufanya kazi kwa XYZ company. Ama tuseme tu hiyo supermarket. Afanye kazi huko for 3 months. Miezi 3 tu, alafu labda badilishwe ama arudi kwa huyu mtu mwingine. So amelentishwa, amekodishwa kwa hii supermarket. Na akiwa anapanga bidhaa kwa shelf, akateleza na akavunjika mkono. Supermarket ikasema ni aje, enda kwa agency wako kwa sababu sio sisi tunakulipa, wao ndio wanawalipa. Yani nika kusema wewe si wetu. Then aende kwa agency nao wamwambie uliumia ukiwa supermarket. Waambie wao. Na baadaye Sandra at this point alichoka na akafuata kesi yake. Like baadaye, but still aka lose hope kwamba hii nimechoka. Unarushwa kama mpira kwenda huku na kule. Hakulipwa until today. But ukweli chini ya section 4 ni kwamba this agency, ABC agency, ndio mwajiri wa Sandra kisheria. Wao ndio wanafaa kushughulikia Sandra fidia yake yote, haijalishi aliumia akiwa wapi, kama alikuwa kwa ABC company ama XYZ supermarket. So mawaidha yangu kwa like either kwa mwajiri ama kwa mwajiriwa ni kwamba ikifika ni mali ya mnavutana kati ya hawa watu wawili, ama before uandikwe, uliza hizi maswali kwanza in case niumie kazini, because emergencies do not knock doors. So unaweza sema mimi siwezi umia. Wenye wanakuanga wameumia si tu walikuwa wanakuanga wametuma barua kwamba wanataka kuumia. So mawaidha tu ya mapema kutoka kwangu ili kuzuia mvutano wa wiba kwa staffing agency, mara nyingi ndio waajiri mara sisi. Just know that the primary company wenye walikuajiri au agency, ABC agency, au ndio employers wako. In case umie, like wao ndio wazazi wako kisheria wa kukufidia. Usigoje ajali itokee ili uanze kufuatana na bima. Hapana, wewe kama mwajiri anza sahi kutafuta insurance. Anza na utafute insurance yenye uko na uhakika kwamba iko listed ya kucover wiba because tuko na insurance agents wenye hawako allowed kucover wiba. So make sure unachukua bima na uhakikishe kwamba hiyo kuna hiyo makubaliano ama hiyo agents, hiyo insurance agent wanafaa kucover wiba. Tuko sawa hadi hapo? Now, mfanyikazi, the employee, uko na mkataba wako na client. Katika mkataba wako na client, weka wazi kuwa wewe ndiye utashughulikia wiba. And sometimes unapatanga kampuni mingi zinatafuta hawa ma agents kutafuta wafanyikazi kwa hiyo kampuni. And then unapata kuna watu wananyimwa
wananyimwa tenda, nitwa hivyo, wananyimwa tenda. Kwa sababu gani? Wako na kila kitu, makaratasi yako sawa, wako na wafanyikazi, wako na experience, but unapata kwa wiba hawako insured, hawana hata wiba policy. So hawa unapata kila kitu wako na shanga, mbona tumenyimwa? Just because of hii part of the sheria, kwamba hawataki kubeba mzigo wako wewe, juu ndio tunakulipanga, and then unalipa wafanyikazi, then sisi wakiumia, wewe mwenye tunatumianga pesa, wewe ndio unaenda kuwalipa juu umetukodisha hawa watu. So unafaa kuhakikisha kwamba hiyo kampuni unachukua staff wako na wiba, nao ndio watashughulikia huyu mtu in case aumie. Now, kitu ya kwanza unafaa kufanya, watu wa supermarket for example, mtu akiumia, like hawa watu wametoka kwa ABC agency, waambie unafaa kuripoti kwangu, na pia ni umuhimu within maybe for example 2 hours wa report kwa maybe supervisor wa supermarket, juu ashaambiwa na mfanyikazi anafaa kuripoti kwa hawa primary employer within maybe 2 hours, so that kama ni kitu fatal report, watakuwa na masaa enough, ile masaa 24 vile nafaa kisheria kwa wariport kwa DOSH. So usigoje 24 hours ndio tena mwende mreport, kwa sababu watakuwa late already na wanaweza pigwa penalty. So watu wa supermarket, wewe supervisor wa supermarket, ukishajua mtu ameumia, report kwa primary employer, nao ABC agency. Na kitu kingine ni fanya site visit. Wewe kama mtu wa agency, tembelea kule unapopeleka watu wako, uone kama huko kuna hatari yoyote, like it is so hazardous like kupeleka watu wako, cause bima yako inaweza kukataa kulipa fidia ikidai ulipeleka watu wako kwenye death trap. So before ukubali kupeleka wafanyikazi wako kwa hiyo supermarket or hiyo place unafaa kuwapeleka, enda ufanye site visit kwanza, elewa wanafanya kazi gani. Je, ukipeleka watu wako na usalama fulani pale kazini? Usipeleke tu vua because ni biashara. Unaweza pata hiyo profit yote una make itarudi, italipa hizi fines kotini. So kwa client like wenye site, nyinyi ndio mnaita watu wakuje kufanya kazi. Usifikiri kwamba sababu mfanyikazi wako ama au wafanyikazi wametoka kwa agency like hauna jukumu on them. Kuna audit. Kabla ya kuingia mkataba na agency yoyote, itisha WIBA compliance certificate. Usikubali pia kuchukua hawa watu na haujui kama wako na WIBA, like wako na hiyo WIBA compliance certificate, hawa watu wako covered. Hapana, usikubali. Kwanza itisha hizo makaratasi. Vile nimesema kuna watu unyimwa tenda kwa sababu hawana hizi makaratasi. Usikubali kuleta watu kwa site yako ambao hawana bima. Don't. Utajipata kotini kama second respondent. Kumbuka safety first kisheria. Wewe ndiye unadhibiti mazingira ya kazi. So you have control of the workplace. Right? Ukionyesha uzembe uliopitiliza, kampuni ya bima ya agency ile inakava ile ABC agency inaweza lipa, kisha ilipe huyu mfanyikazi, kisha ikushtaki wewe kama mtu wa supermarket XYZ supermarket kwamba wewe urudishe ile pesa, kwa sababu wewe ndio hujaweka mazingira ama workplace ikue safe for them to work. So hiyo bima ya agency inaweza lipa, kisha ikuje ikushtaki wewe ili urudishe hiyo pesa. It is called subrogation, cause mlifanya makosa, nyinyi ndio mna makosa, you knew, but anyway how to correct the workplace ikue safe for these people. So mtaanza kuvutana huko after mfanyikazi wewe ushalipa, wewe ushaondokea, but watarudi wavutane huko. Na pia train ma supervisor wako wakwe like watrain kuwa mfanyikazi wa agency akiumia, taarifa lazima iende agency mara moja bila delay, because ikikuwa ni delay then tutaanza mvutano ya fine, nani alifanya, nani alikuwa nafaa kufanya. Na pia for you employee, mfanyikazi mwenye umeajiriwa ama umerentishwa huko kwa supermarket, wewe ndiye umeumia, so lazima uchezeka wewe.
definitely unajua boss wako. Boss wako ni wale agency mali walikuitia kazi. So hata kama umeripoti kwa huyu supervisor ama manager wa supermarket, it is also very important kuwa kujulisha boss wako wa kisheria. Na unakumbuka boss wako wa kisheria ni ule primary agency, wale ABC agency. Yeye ndiye anakulipa. So report kwako. Jitume to like do a double reporting. Report to the supervisor wa supermarket and also your supervisor on the other side. Umpe taarifa supervisor kwamba niko kwa site na nimeumia. Unaweza piga simu, unaweza text huyo manager, like bora wewe umereport. Usitegemee kwa site manager wataripoti na labda wanaweza sahau. Fanya hivyo wewe mwenyewe ili pia wewe ukuwe na ushahidi kwamba the incident, the accident, the injuries were reported. Na pia ni vyema pia kuweka nakala ya mkataba wako na payslip zako vizuri. Cause hizi ndizo zitatumika kupiga hesabu ya fidia yako wakati utakapo wanapiga hesabu za compensation. But kama hauna, labda ulikuwa tu ndio unaona Sandra alikuwa ameandikwa miezi 3 na tuko day 2. For example, uko na ile mkataba ulipewa ama wewe ulikuwa employed na mdomo, then kama ulikuwa it was an oral agreement, then you need at least either you record something, because sometimes tunaweza ona wale matajiri wanaka issues, wanaka kukuruka ikifika hiyo time. So section 4, it's all about tuhakikishe kwamba you understand who is your employer. Weka umeletwa na agency, just jua agency ndio employer wako. Hata kama watakupeleka kufanya kazi in that well-off company, mama wamekupeleka we ni cleaner, umeenda kufanya kazi bank, umeteguka, umeslide kwa bank kwa hizo tiles, labda kulikuwa na maji ukiosha, ukavunjika mguu. Ndio umevunjika kwa bank, but kumbuka sio bank inakulipa. Kuna wale walikuleta ndio wanakulipa. So hao ndio watakufidia. Wao ndio watacompensate hizo injury zako. Then kama hiyo workplace ilikuwa iko na kasoro, hiyo haitakuwa shughuli yako. Sasa ni bima ya agency wako, wakuje, waanze kuvutana na watu wa bank kwamba mazingira yenu haikukuwa safe for these people to work here. Either walikuwa wamereport na hamukusikia. So hiyo itakuwa shughuli yako. Just to know that your primary employer ni mwenye anakulipa. Huyo ndo tunaita employer hapa. So kama we ni watchman, we call them guard, security guard. Umepelekwa mahali kwingine kwa gate kuchunga, then ukaumia, just know you're not supposed to die kudai huyo tajiri mwenye ako hapo. At that moment unafaa kurudi kwa wako mwenye alikuleta kwa hiyo kazi. Anything thereafter, it is none of your business. Wewe ni upewe fidia yako, ukisonga ama uendelee na kazi. Let's meet on our next section, section 5 ama sehemu ya 5. Enjoy your moment.